Hello, naitwa Dr. Majid. Karibuni tena katika darasa letu la Sayansi Afya Podcast, na hii ni Season 4, Episode 4. Leo katika darasa letu tutakuwa tunazungumza kuhusu maambukizi ya protozoa katika mfumo wa chakula, yani protozoan infection in the gastrointestinal system. Karibuni sana. Katika utangulizi, kama mnakumbuka vizuri, tulizungumza kuhusu viumbe vinaitwa protozoa ambavyo tukavipa sifa tatu. Kwanza, the unicellular, eukaryotic and parasitic. The unicellular kwa maana wana cell moja, the eukaryotic kwamba organelles zake zimefungashwa katika membrane mbalimbali na ziko specialized kufanya kazi mbalimbali tofauti na ilivyo prokaryotic kama bakteria. Lakini pia the parasitic wanategemea viumbe vingine ili kupata virutubisho na hifadhi kwa ajili ya kuweza kukua au kuweza kuishi. Kwa hivyo protozoa wana sifa hizo tatu. Sasa katika mfumo wa chakula, viumbe vya namna hii au vyenye sifa ya namna hii vinaweza vikasababisha madhara makubwa kutokana na kwamba vikiingia katika mfumo wa chakula, the gastrointestinal system au digestive system, kwanza kabisa kwa sababu vinategemea mfumo wa chakula kwa ajili ya hifadhi na virutubisho, ina maana vitatumia virutubisho hivyo na hivyo kusababisha mtu kama anakula chakula apate virutubisho kwa ajili ya makuzi na kinga na vitu vingine. Hivyo virutubisho anakuwa anapata na viumbe hivyo vitakuwa vinachukua virutubisho hivyo, na kama hivyo viumbe ni parasitic kama tunavyoona. Lakini pia viumbe hawa ni unicellular alafu ni eukaryotic. Kama ni unicellular, ina maana kwamba kiumbe ambavyo ni unicellular vinaweza vikazaliana kwa haraka zaidi au kwa wingi zaidi, na ni eukaryotic kwa mantiki hiyo viko na organelles ambazo ziko specialized kufanya shughuli mbalimbali na hivyo kuweza kucoordinate kazi zake au shughuli zake au uharibifu wanaofanya katika mwili kwa urahisi zaidi. Sasa viumbe hawa tofauti na walivyo parasite wengine kama minyoo au helminth tuliowazungumza katika episode iliyopita, hawa wana uwezo wa kuzaliana na kuongezeka idadi au kwa wengi zaidi wakiwa ndani ya mwili bila kutoka nje, kutegemeana na intermediate hosts au mazingira ya nje. Wakamaliza kuzaliana na kuongezeka idadi au kutengeneza generation zinazofuata wakiwa ndani ya mwili wa binadamu, na hiyo ni hali ya hatari sana kwa mantiki ya kwamba single inoculation au organism wachache katika sample waki-infect mwili wa binadamu wanaweza kazaliana kwa wingi zaidi au kwa haraka zaidi, na kwa wengi kaza kusababisha madhara makubwa, tofauti na parasite wengine kama minyoo ambao wanapaswa kupitia intermediate stages alafu wapite kwenye intermediate hosts, wapite kwenye mazingira ndo waje kuingia tena kwenye mwili wa binadamu ili kukamilisha mzunguko wa maisha. Kwa organism aina ya protozoa wanaosababisha madhara katika mfumo wa chakula, kuna makundi makuu manne. Kwanza kabisa kuna amoeboids, mfano mmoja wapo ni Entamoeba histolytica anayesababisha ugonjwa wa amoebic dysentery au ugonjwa wa kuhara damu. Lakini pia kuna protozoa aina ya flagellates, mfano mmoja wapo ni Giardia lamblia, anasababisha ugonjwa unaitwa giardiasis. Kundi jingine ni ciliate, mfano mmoja wapo ni Barantidium coli, anasababisha ugonjwa unaitwa balantidiosis. Lakini pia kuna kundi la mwisho linaitwa Apicomplexa, lina protozoa aina ya Cryptosporidium povum pamoja na Isospora belli. Kwa hiyo hawa ni protozoa, makundi manne ya protozoa ambao wanaweza sababisha madhara katika mfumo wa chakula. Kutokana na takwimu mbalimbali za masuala ya afya na magonjwa ya maambukizi, hawa protozoa wanaosababisha matatizo katika mfumo wa chakula wanashambulia zaidi jamii kutoka Sub-Saharan Africa pamoja na Latin America. Na hii ni kutokana na kwamba jamii nyingi zinazoishi maeneo haya zinakuwa na changamoto mbalimbali, ikiwemo changamoto za miundombinu ya maji taka, lakini uhaba wa maji safi na salama ya kunywa, lakini changamoto katika usafi wa mazingira kwa ujumla, na changamoto katika usafi wa chakula. Hizo ni sababu 4 ambazo zinasababisha magonjwa yanayotokana na protozoa katika mfumo wa chakula kushamiri kwa wingi zaidi. Hawa protozoa wanaingia vipi katika mfumo wa chakula? Kwa kawaida ni kwamba mtu akila chakula ambacho kimechafuka na hawa protozoa,
au maji ambayo yamechafuka na protozoa, basi wanaingia katika kinywa chake na kuingia katika njia ya chakula mpaka kufika tumboni. Na hawa protozoa wanakuwa katika muundo wa cyst, ambapo cyst inakuwa ina gamba gumu juu na ndani yake pana vimelea vya hawa protozoa. Sasa wakishaingia mpaka kwenye mfumo wa chakula, hasa tumboni, ili gamba gumu la cyst linasaidia kwamba kama tumboni panakuwa na gastric juices pamoja na acid ambayo ingeweza kumeng'enya au kuharibu hawa protozoa, basi ilo gamba gumu la cyst lina wakinga au linazuia madhara ya hiyo acid, na zitakwenda mpaka kwenye utumbo membamba, ambako zikishafika huko na mazingira yakawa ni mazuri au yanafaa, basi ile cyst inavunjika au inajivua na ndani yake zinatoka trophozoites. Sasa hizi trophozoites zinakuwa active, na zinavyokuwa active zinaweza zikaenda katika mazingira mbalimbali ya utumbo na zitajipenyeza kwenye mikoso za utumbo, na zikishazipenyeza kwenye mikoso za utumbo, basi zinaingia kwenye tishu na huko ndiko zinakokwenda kuzaliana. Kwa hivyo zinazaliana na kuwa nyingi zaidi, lakini pamoja na hayo zinazalisha toxins, zinazalisha sumu mbalimbali ambazo hizo sumu zitasababisha inflammation, na inflammation inasababisha uharibifu mkubwa sana wa tishu mbalimbali katika utumbo. Lakini pia Entamoeba histolytica inazalisha sumu ambazo hizi sumu zinaharibu utaratibu wa kawaida wa mmeng'enyo wa chakula, lakini pia uwezo wa absorption ya chakula. Lakini pia protozoa kama Giardia lamblia inasababisha atrophy ya villi. Sasa villi ni vitu kama vinyweleo vidogo ambavyo vipo katika ngozi ya utumbo, na hivi vinaongeza surface area kwa ajili ya absorption. Sasa vikiwa atrophied au vikinywea, ina maana kwamba surface area kwa ajili ya absorption, uso kwa ajili ya absorption ya chakula unakuwa umepungua, na mwisho wa siku huyu mtu anakuwa hawezi kuabsorb chakula pamoja na maji ya kutosha. Kwa hivyo atapata matatizo kama malnutrition, atapata matatizo kama dehydration, na pia anaweza kana dalili kama za kuhara, kwa sababu yale maji yakija ndani ya tumbo na ndani ya utumbo yanapita moja kwa moja. Kwa hivyo hivyo ndivyo hali inavyobadilika baada ya kuwa mtu ame-ingest au amekula chakula chenye vimelea vya protozoa. Sasa mtu akiwa na ugonjwa wa maambukizi ya protozoa katika mfumo wa chakula atakuwa na dalili kama tumbo kuuma, tumbo linakuwa na sokota, linaunguruma, linaweza likawa linajaa gesi, linaweza likawa limejaa au kuonekana kuvimba, linakuwa kubwa kuliko kawaida. Lakini pia anaweza akawa ana kichefuchefu, anatapika, anaweza akawa anaharisha, choo chenye rangi ya kawaida, inaweza ikawa ni choo ambacho kinakuwa kina maji mengi, au kinaweza kikawa ni choo ambacho kina damu ambao tunaita dysentery, tushazungumza hapo. Lakini pia anaweza akawa anasikia mwili kuishiwa nguvu, kuchoka, anaweza akawa anapoteza uzito, na kama ni mtoto ukuaji wake unakuwa una changamoto, namna anavyoongezeka uzito, kurefuka na kukua inakuwa ni tofauti na jinsi ambavyo ilitakiwa kuwa. Anaweza akawa anaonyesha dalili za kupungukiwa damu, dalili za kupungukiwa maji, yani dehydration. Na hizo ni dalili ambazo ni za kawaida, lakini panaweza kuwepo dalili za hatari zaidi. Mtu anaweza kupata dalili ambazo zinaashiria au zinaonyesha kwamba utumbo umetoboka au utumbo umechanika au kufumuka kwa ndani. Na hiyo inaweza ikapelekea mambo kama peritonitis. Kaona kwamba anakuwa na maumivu makali sana ya tumbo, na sometimes anaweza kafikia mpaka anapoteza fahamu. Na ziko dalili nyingine nyingi kutegemeana na ni ugonjwa gani na umefikia hatari kiasi gani. Basi akishapata mtu dalili za namna hiyo, ni vyema kupeleka hospitali kwa ajili ya kufanyia vipimo na kupangia utaratibu wa matibabu. Na kati ya vipimo ambavyo vinaweza vikafanyika, kwanza kabisa ni stool microscopy and analysis. Na hii katika microscopy nakuwa tunaangalia kama kuna cyst au kuna trophozoites ambazo zinaweza zikaonekana na zikaainisha kwamba hii ni protozoa ya namna gani. Lakini pia inaweza ikafanyika stool antigen test, na hizi antigen ni viashiria ambavyo vinaonyesha inawezekana huyu mgonjwa akawa na ugonjwa namna gani. Uzuri wa hizi antigen test ni rapid. Ukiweka
sample hiyo katika hiyo antigen test, basi unapata majibu hapo hapo. Lakini pia inaweza kuhitajika kufanyika vipimo vya imaging, kwa mfano ultrasound pamoja na x-ray kwa ajili ya kutizama yawezekana ndani ya tumbo pameshatokea madhara makubwa zaidi, kwa mfano obstruction, kwamba sehemu fulani ya utumbo umeziba, lakini abscess, panaweza pakawa pametengeneza kifuko cha usaha ambacho kimetokana na maambukizi ya protozoa katika mfumo wa chakula. Vipimo vingine ni vipimo ambavyo vinaangalia madhara katika mwili kwa ujumla, kwa mfano kipimo cha damu ili kuangalia kama kuna upungufu wa damu, lakini pia kuangalia namna ambavyo seli katika damu zimebadilika au namna ambavyo seli katika damu zimejipanga ili kuashiria kama kuna maambukizi ya protozoa. Pamoja na hivyo, vipimo vingine vinaweza vikafanyika ni vipimo vinavyotizama sehemu mbalimbali ambazo ni jirani na mfumo wa chakula, kwa mfano kipimo cha ini, kuangalia liver function test, ili kuona kwamba kama protozoa hao wametoka kwenye mfumo wa chakula na kwenda kwenye ini, wameleta madhara kiasi gani upande huo. Sasa matibabu ya magonjwa ya protozoa yanategemeana huyu mtu ana ugonjwa wa namna gani, lakini mara nyingi magonjwa haya ya protozoa yanakuwa yanaathiri watu ambao kinga ya mwili inakuwa imeshuka, hasa watoto wachanga au watu ambao ni wazee wa umri umekwenda sana, na mara nyingi zaidi kwa siku hizi watu ambao wana maambukizi ya magonjwa ambayo yanashusha kinga ya mwili kama ugonjwa wa upungufu wa kinga ya mwili, ukimwi, HIV/AIDS. Na ikitokea ni hivyo, ina maana matibabu yake yanaweza yakaenda muda mrefu zaidi, yakatumia wiki kadhaa au miezi kadhaa mpaka kuhakikisha kwamba protozoa hao wamekuwa cleared kutoka kwenye mzunguko wa damu na mifumo mbalimbali ya mwili kwa ujumla. Watu ambao wana maambukizi ya ukimwi, HIV/AIDS, wanaweza wakapewa dawa kwa ajili ya kuwakinga na magonjwa ya protozoa, na dawa hizo wanaweza wakapewa hata kama hawana maambukizi ya protozoa, kwa sababu kama kinga ya mwili ikishashuka, basi inakuwa ni rahisi maambukizi ya protozoa kujitokeza au kuambatana na maambukizi ya virusi vya ukimwi kama opportunistic infection. Kwa hivyo kupewa zile dawa kama kinga inakuwa ni muhimu kuliko kusubiri mpaka wapate ugonjwa huo au ugonjwa huo uainishwe katika vipimo vya maabara hospitalini. Kinga ni bora kuliko tiba. Sasa katika kujikinga na magonjwa ya protozoa katika mfumo wa chakula, kwanza kabisa ni kuhakikisha kwamba tunakula chakula ambacho ni safi na salama, tunakunywa maji ambayo ni safi na salama. Kama ni chakula, basi kinasafishwa vizuri na kinapikwa, kinaiva na kinatunzwa katika mazingira ambayo ni safi na salama. Kama ni maji, basi yanachemshwa na pia yanachujwa ili kuhakikisha kwamba yako safi na salama kwa ajili ya kunywa. Tunapokwenda chooni, tuhakikishe tunatumia vyoo au tunatumia choo namna inavyotakiwa, lakini pia tukitoka tunawe mikono na kuhakikisha kwamba mikono ni misafi. Kama choo ni cha kufunikwa na kufungwa au ni cha kuflush, basi tuhakikishe tunafuata utaratibu wa namna hiyo, kuhakikisha kwamba pia kuna usafi wa mazingira na maeneo ambayo tunakaa, lakini pia kuhakikisha kwamba maji taka hayatuami sehemu katika mazingira, yanakwenda katika mifereji au sehemu ambayo yanatakiwa kuwekwa ili kuondoa uwezekano wa vimelea kama hawa protozoa kutoka katika mazingira hayo na kuja katika sehemu ambazo tunaandalia chakula. Lakini pia inapotokea mtu anakuwa na dalili za magonjwa katika mfumo wa chakula, huwezi kujua ni magonjwa gani, ni muhimu kuwahi hospitali kwa ajili ya kufanya vipimo na kuandaliwa utaratibu wa matibabu. Yawezekana yakawa ni magonjwa haya ya vimelea vya protozoa. Basi mpaka hapo ninatumai umejifunza mambo mengi sana kuhusu maambukizi ya protozoa katika mfumo wa chakula. Tumeona ni protozoa gani inaweza kusababisha maambukizi katika mfumo huo, tumeona dalili za magonjwa, vipimo vinavyoweza kufanyika mpaka namna za kujikinga. Kwa niaba ya timu nzima iliyoshiriki kuandaa maudhui haya na kuyakamilisha, mimi sina la ziada. Ningependa kuwashukuru sana kwa kututizama, kutufuatilia, kutusikiliza. Mpaka wakati mwingine, bye bye.